Hii ni miili ya vijana wetu, watoto wetu, Watanzania wenzetu ambao waliuawa katika kipindi cha uchaguzi, kipindi cha machafuko cha maandamano ya kupinga uchaguzi ambao umefanyika nchini Tanzania. Ndugu, jamaa na marafiki wametamani sana kuona ama kupata miili ya ndugu zao angalau waweze kuwazika, lakini kwa bahati mbaya haijakuwa hivyo. Kama unavyoona, hilo ni kaburi la pamoja ambalo wamezikwa pamoja, na hapajakuwa na nafasi ya utambuzi, kwa maana ya kwamba familia waitwe waje kutambua miili ya wapendwa wao. So imekuwa haiwezekani kwa sababu waliofariki hapo walifariki kipindi cha uchaguzi, kipindi cha machafuko. Kwa hiyo serikali ilishughulikia yenyewe. Ukiangalia ama ukisikiliza kauli ambayo serikali iliweza kuitoa, ama kauli ambayo Rais Samia aliweza kuitoa, alisema walio wengi si wa Tanzania, ni mataifa jirani, na hakutaja mataifa, alisema tu ni raia wa mataifa ya jirani. So kama unavyoona, idadi ya watu waliokufa, I think serikali iliweza kutoa idadi ya waliokufa. Sisi hatuwezi kusema sana kwa sababu serikali ndio inayoweza kusema na kutoa tathmini ya watu waliopoteza maisha ni wangapi. Japokuwa katika mitandao ya kijamii wengine wanasema 700, wengine 1000, wengine 600, wengine 100, wengine. So serikali yenyewe ndio inaweza kutoa idadi kamili ama kutoa tathmini nzima ya maiti ama ya wale waliokufa katika maandamano hayo. So ndugu zangu wote ambao mmepotelewa na ndugu, jamaa na marafiki, tunawapa pole. Taarifa mbaya ambayo mimi pia nilipata, kuna mtu ambaye nilikuwa ninamjua kabisa, na pia yeye aliweza kuuawa aliweza kupigwa risasi, I think akiwa dukani kwake. So kwa kweli kimekuwa ni kipindi ambacho sio kizuri sana, japokuwa tunajua kwamba Mungu atalipa taifa letu wepesi wa kuweza kurudi katika kipindi cha amani ambayo tumeizoea. Na nitoe wito kwa watumishi wa Mungu, kwa watu mbalimbali ambao mnaitakia mema nchi yetu, mnatakia mema wananchi wa Tanzania, kuweza kuomba, kila mtu aombe kwa dini yake, kila mtu amuombe Mungu kwa imani yake, kuhakikisha kwamba taifa linakuwa salama, kwa sababu yawezekana ambayo shetani ameyapanga katika ulimwengu wa roho, yawezekana yakawa ni mabaya kuliko haya ambayo yametokea. Tumesikiliza baadhi ya manabii au watumishi wa Mungu ama watu mbalimbali, mashehe, wakizungumza before ya uchaguzi kabisa, wakizungumza kile ambacho kinaweza kutokea na athari ambazo zinaweza zikaikumba Tanzania before ya uchaguzi. Na kawaida ya wanadamu, tuna kawaida ya kusahau na kupuuzia. Kuna wale ambao walisema vita itatokea, kuna wale ambao walisema machafuko, kuna wale waliosema kwamba wanaona giza katika uchaguzi wa Tanzania, kuna wale ambao walizungumza mengi kiujumla, na kawaida ya Watanzania ama kawaida ya wanadamu ni kupuuzia. Lakini
nataka tuelewe kwamba hatupaswi kupuuzia. Tunahitaji kila mmoja aweze kuomba, kila mmoja aweze kuonyesha nia ya kuweza kuchukulia mzigo kabisa, kuhakikisha kwamba tunaomba kwa ajili ya taifa letu. Taifa letu linatuhitaji wa Tanzania, na tukisimama tukimwomba Mungu kila mtu kwa imani yake, ninaamini kila kitu kitakwenda sawa na mambo yatakwenda sawa. Achilia mbali maswali yenye Watanzania wako nayo, achilia mbali hisia ambazo tuko nazo sasa hivi kwamba taifa letu litakwenda wapi, tutafanyaje na vitu kama hivyo. Omba, mwambie Mungu tusaidie taifa letu lisizame. Katika nchi ama katika taifa ambalo limekuwa na sifa njema katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Afrika nzima na duniani, ni Tanzania. Imekuwa ikisifika kwa muda mrefu sana kwamba ni kisima ama ni kitovu cha amani duniani. Lakini yanayoendelea yasiweze kuchafua sifa ya taifa letu. Kwa hiyo ninaomba kila mmoja aweze kuomba na taifa letu liweze kukombolewa. Asante.